Your Excellency, kuna mama mmoja anaendesha Nissan na ameomba asimame hapa kufanyie tu hai. Ndio yule msichana ni dereva, ile Nissan Your Excellency ilikuwa inakutangulia, huyu ndio dereva. Na ni yeye mwanamke peke yake, uko na yeye. Kwa ruhusa yako tu aweze kuonekana. Anaitwa Masi. Dereva mwingine huyu wa Bungoma. Huyu ni dereva anaenda Bungoma, anaendesha magari ya Bungoma. Huyu ni dereva anaenda Girigoris, anaendesha magari ya Kimawa Sako. Your Excellency, sisi tuko mbele na tuko mbele, so tutaendelea kuwa mbele kwa vile sasa unataka kusukuma gurudumu la matatu, tuko nyuma yako na tunataka tutembee na wewe kimatatu, sio kisiasa, kimatatu. Mwisho nimeona Embraembe pale afanya hivi. Asante sana, huyu ni kiongozi wa vijana, lakini naona kidogo tu miaka sasa inaenda atakuwa mzee kama mimi hivi karibuni. Aje mwingine hiyo nafasi. Your Excellency, nimeshukuru sana, karibu. Your Excellency, Simbalati ya wawafana, we love you. Tuko pamoja, afurahini ya matatu, si ya siasa tafadhali, msiende pale propaganda, hii ni ya matatu. Asante sana, Mungu awabariki, na wakati mwingine Your Excellency, karibu Kisii. Thank you. Asante sana. Natumai wale akina dada madereva, mgeni wetu rasmi alikuwa angetaka kuwasalimia. Mumeenda kwa haraka. Asante sana. Mgeni wetu rasmi, naomba unikubalie sasa nimwalike mwenyekiti. Waje tafadhali, waje. Kujeni haraka kwa heshima, tumsalimie mgeni wetu rasmi. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. Na natumai kwamba Mheshimiwa Gavana atakuwa na kuelezea yale ambao vijana walikuwa wakiimba ili uweze kuelewa muktadha. Na ninaomba sasa nimwalike mwenyekiti wa wamiliki wa matatu Bwana Simeon Nyamwaro aje pia zungumze kwa kifupi sana. Tumpigie makofi jameni. Thank you. Your Excellency, Daktari, Your Excellency, Governor, Deputy Governor, my MP, hata kama unijui, Mr. Chanda, unijui, yangu yatakuwa machache sana. Mine is very short. One, Your Excellency, it is God-given talent that you have come up with. I think from 1963, with the Khan Manifesto, which we were to fight poverty, disease, and ignorance. Poverty still within the people. Poverty is there. And the only sector that is very important in Kenya is transport. People, they don't know that one. Watu wajui kama matatu ni kitu muhimu sana kwa sekta ya biashara. Nyinyi nyote vile mmekuja hapa, mmeingia matatu, ndio mkafika hapa. Kwa hivyo sisi kama wamiliki wa matatu tunapongeza wale vijana wanatufanyia kazi kama Kongo sana. They are very hard working, na naona kama unataka kuwasaidia waendelee mbele. Kile ningeomba, hao watu wanatakiwa wawe na association yao ambao ni very strong, wapewe ufadhili na wao wainuke wawe kama sisi. Yes, tunataka wawe kama sisi. Na wacha tuheshimu watu wale ambao wamenunua matatu. Kwa maana sisi ndio tunateseka. We pay a lot of tax. Na tungeomba serikali saa hii kama ingeweza ipunguze mafuta. Kwa maana hiyo ndio imetuumiza kabisa. Mafuta yapunguzwe ili watu wapate maisha kidogo. Kwa hivyo mimi ni mtii, vile uliniambia ni take 2 minutes. I have taken my 2 minutes. Madam, welcome to our county. All the time you want to come. Welcome. Thank you. Tumpigie makofi kwa sababu amekuwa mchache wa maneno. Thank you very much.
na yule atakaozungumza kisha tuende kwa viongozi. Naomba nimwalike mwenyekiti wa injilisti wa shirikisho la wachungaji wa Pentekosti na wainjilisti wa Kenya, Askofu Lawrence Omambia, azungumze kwa niaba ya viongozi wote wa kidini. Tumpigie makofi anapokuja. Asante, Your Excellency Mama Dorcas Rigathi, karibu sana Kisii tena. Pia nashukuru sana kwa kazi unaifanya, Mungu aibariki sana. Na leo biroko Kisii, najua kwamba Mungu amefungua tena anga ingine ya baraka. Pia nashukuru sana ninapoona gavana wangu, kukuona hapa ni baraka sana. Nilikuwa naomba uje na nashukuru sana kukuwa hapa. Ndio Kisii pone. Unapokuwa hapa unashikilia anga ya Kisii. So unapokuwa hapa anga ya Kisii inafunguliwa. Wewe ndio unashikilia anga yetu ya Kisii, unapokuwa uponyaji unakuja kulingana na mambo ya kiroho. So ina maana sana, pamoja na deputy wako barikiwa sana, pamoja na area MP barikiwa na our women lab, Mungu abariki sana. Yangu yatakuwa machache, Your Excellency Dr. Pastor Rigathi, ni kwamba kukuomba pamoja na gavana wetu, vijana tuko nao wengi sana ambao wanahitaji kubadilisha mawazo kulingana na vinywaji na vitu vingine wanaotumia, lakini bila kuwa na center yao hapa Kisii itakuwa ngumu. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba tukipata center hapa Kisii tawasaidia vijana wetu kurekebishwa, ambao wachungaji watawatembelea na kuwasaidia kuwa kimawazo, kwa sababu wengi ni wale kukosa mahali pa kukaa, wamechukua mahali ambao hawana usaidizi. Kulingana na usaidizi wako, wanaposaidika hapa, tuwe na mji ambao watasaidika kimawazo, ili pamoja na wachungaji wakiwatembelea kuwasaidia kimawazo watakuwa salama. So ombi kama kanisa tuko nyuma yako, tunakusupport, bali tunaomba kwamba tuwe na rehabilitation center katika Kisii. Bwana ubariki sana, tena urudi Kisii tena. Barikiwa sana. Tumpigie mtumishi wa Mungu makofi. Asanteni sana. Najua pia kuna watumishi wa Mungu wametoka maeneo mbalimbali. Tunawashukuru kwa kufika na kushikania na mgeni wetu rasmi katika kazi yake. Kwa nafasi hii nataka tumpigie kwa makofi mengi sana mwenyeji wetu Mheshimiwa Gavana wa jimbo la Kisii, Mheshimiwa Simba Arati, ambaye atakuja atambue viongozi na kisha ongee kwa niaba yao na tulete mgeni wetu rasmi aweze kuwaongelesha. Wapi makofi ya Mheshimiwa Gavana anapokuja? One, two. Okay. Your Excellency, the second lady, na wananchi watukufu, amjambo. Hebu tusalimiane hii namna hii. Asante. Your Excellency, the second lady, karibu Kisii, jisikie nyumbani. Na kabla sija kukaribisha, wacha nitambue wale ambao wako hapo pamoja tumekuja na wao. Kwanza niko na my deputy Daktari Robert Monda. Tutafanya haraka kwa sababu tuko na mkutano mwingine kule stadium. Nitataka tu aweke mkono juu ndio twende kule. Huyo ni deputy wangu, mheshimiwa wa hapa, Mheshimiwa Zair Chanda. Mnajua Neema Amba, Mheshimiwa Zair. The women rep, Mama County Doris Donya Toto. The leader of majority in the assembly, Mheshimiwa Moracha. Kuna mtu mwingine nimesahau? Waheshimiwa MCAs, simama tu muonekane tafadhali. Mrefu yuko wapi? Huyo mheshimiwa mrefu anajulikana. Asante. Nikubalie nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Bi Daktari Rigathi, kwa kutoa shukrani zangu kubwa kwa sababu ulinipigia simu ukiniambia unakuja Kisii. Nami nilikuwa na shughuli zingine nikasema as long as you are coming to Kisii, kwa sababu wewe ni mama na una take care of the child boy, na mimi ni child what? Boy.
nikasema lazima nije kwa ghafla yako. Najua ulinipigia wiki ile, kwa hivyo ukaniuliza governor, nataka kuja tafuta madaktari. Umeona daktari wako, nashukuru kwa sababu ya kuleta madawa kuja kushughulikia watu wangu. Kitu cha pili, kwa sababu ya wakati sitaki kuongea mengi, nitaongea mengine kule kwa stadium. Nataka nikukaribishe hapa. Umeongea wakati umeketi pale vile uko na hamu ya kuhakikisha kwamba jamii inayokuja, kwa sababu vijana wengi hawa watatengeneza familia na hawa watoto wataishi pamoja na sisi. Lazima tuwajibike kama serikali, na serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Pastor ameongea hapa. Kuna pastors wengi hapa. Pastor Murwabe, the leader of your team. Nataka niwashukuru kwa sababu ya kazi nzuri. Mama, umeona hawa vijana wakiimba hapa. Kabla sijakuwa gavana, nilikuwa nawatengenezea sikukuu, wanakula. Hata wakati mwingine walikuwa wanapigwa tear gas wakikula mbuzi kwa hii street ya town. Si ni ukweli? Nami nia yangu ni kwamba ni vipi tutasaidia hawa vijana. Hawa ni watu ambao ni wa jamii yetu. Watu wa matatu, umesikia? Wameongea. Disemba nilikuwa nimewaita, ile kidogo nilikuwa nao nikawapea. Hata nikaita pia wafanyakazi wa serikali ambao walikuwa ni chiefs. Lakini walipotoka kwangu walipewa show cause letters. Eti mlienda kufanya nini kwa gavana? Amfai kwenda huko. Kwa hivyo vile tuko hivi, uzuri kwamba wewe ndio namba 2 katika nchi hii. Wacha niwaambie hao machiefs wote wengine wako nyumbani, wako na hizo barua. Na sababu hakuna ambao wamefanya mbaya, ni vile tu walikuja kwangu. Na ile kitu tulikuwa tunapanga na wao ni mambo ya basari na mambo ya distribution of nets. Leo hii hao chiefs wakisikia Simba na waita wanatoroka kwa sababu mwingine atazapewa interdiction letter. Nataka niseme, Mheshimiwa Daktari, wewe ni mama. Nataka kwamba na wewe ni mhubiri. Nataka kwamba utuombee kama inchi. Lakini kama Kisii nataka ni kuombe utuombee sana. Hapa nimekuambia pale ndani, hapa saizi mtu atatoka pale na propaganda kwa sababu hapendi Simba. Aseme, kuna vijana wanatoka hapa, wataua watu hapa. Yani propaganda, hata vyombo vyetu vya usalama vinaamini propaganda. Nataka niombe tafadhali. Juzi mama, umeona tukupeana basari kule South Mugirango. Watu wanapita hapa kwa barabara, wanaanza kupiga risasi kiolela, wakapiga mtu mmoja risasi. Yani ile tunaita terrorist act. Kina mama wakavunjika, vijana wakavunjika. Mpaka leo hii vile uko hapa, hakuna mtu amekamatwa, hakuna mtu ameshtakiwa. Na watu waliumia. Na nataka niseme, kwa sababu mimi ndio gavana huku, nitaomba wewe ukiwa namba 2 katika nchi hii. Unajua mama ndio kila kitu katika nyumba. Utakapomfikia Mheshimiwa Deputy President, mwambie I call these people to order before even the president does. That's my request. Kitu cha mwisho, na utuongeleshe mama hapa Kisii. Kama watu wangejua, jana usiku mimi nimeambiwa kwamba polisi wameamrishwa wote waamke waende wazingire mji wa Simba kwa sababu kuna vijana huko ndani. Na hakukuwa na kijana hata mmoja. Eti mtu yote anatembea kwa mguu hapo Motonto, kamata yeye weka kwa gari. Hapo ungeona vijana wengi, hawa pikipiki wametiwa wasiwasi na hawa askari. Vijana hapa wamewawa mbele ya askari. Mama, nataka niseme, ninahurumia watu wangu. Mimi ndio niko na askari, mimi niko na ulinzi, ofisi inanipa, lakini hawa watu wana ulinzi. Ulinzi ni wa Mungu peke yake umebaki. Mama, kwa sababu wewe ni mhubiri, nataka wewe uikemee dhambi hii.
ikemee na ishe. Na vyombo vya usalama nataka niwaulize kiroho safi. Nyinyi mtatumikia nchi yetu na mtu yote asitishe nyinyi eti mama hapa mtu amewawa, kijana amewawa, dhambi aliyofanya ni mama kama huyu kuvalia t-shirt imeandikwa Simba ni taya. Kijana ambaye bibi yake alikuwa mjamzito, mtoto wa kwanza akawawa hapa peke yake. Ile dhambi hiko hapa na nitaikemea, na mimi niko tayari kuikemea. Naomba tafadhali uiombee, kwa sababu kando na kitu chochote tuombee. Maombi, mapasta nimewauliza tuombe, tusaidie nchi yetu. Tutakapo entertain lawlessness hapa Kisii, tena itaenda hapa neighbor, itakwenda neighbor nyingine, itakuwa ni nchi mzima. Hata hawa vijana ambao huko na hamu sana kusaidia, itakuwa kwamba ni kazi bure. Kwa hivyo mimi nataka ni shukuru mama kwa sababu ya kuja. This is the other thing. Kina mama mahali kina mama wameshikilia, hiyo nyumba itaanguka kweli? Unajua wakati mwingine watu wanasema afadhali wanaume wakufe mapema, mama wabaki ndipoza ashikilie familia. Ama vipi? Mama ashikilia jamii. Hata mama Recho pia alikuwa kwa uwanja huu kwa kanisa. Mama Recho amekuja hapa na tumeomba pamoja kwa kanisa ya Pastor Morwabe. This is a blessing, na tulikuwa hapa tu. Kwa hivyo hapa wageni wanakaribishwa. Wacha ni malizia hapo kusema swala hili. Ninyi kama watu wa Kisii, nitaomba, maisha imekuwa ngumu. Mafuta iko juu. Dola imeenda juu. Mambo sio mazuri. Tuombee serikali kuu na serikali ya ugatuzi, tuone vile maisha ya wananchi itakuwa njema. Hilo ndio naomba tafadhali. Hii nchi hakuna mtu ambaye atakuja kuisaidia. Sisi wenyewe ndio tutafanya nini? Uamuzi kusaidia nchi yetu. Kwa hayo mengi nikubalie nimkaribishe Her Excellency the second lady of this country, Mama Daktari Dorcas Rigathi, atusalimie. Karibisha yeye. Asante sana our governor. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na tunaweza keti. Your Excellency the Governor of Kisii County, Honorable Simba Arati, your deputy and the staff and the MCAs who are here, our Honorable Member of Parliament, Zahio Jahenda, and also our women rep who is here, fathers of faith, wale wamekuja mababa wa kanisa, na tulikuwa na hao asubuhi na tumeombea Kisii. Tumechukua masaa matatu kuomba na kumleta mbele za Mungu, kwa sababu kuna haki ya kufanya hivyo. Let me observe all the protocols that have been set, na niseme leo tulikuja kwa sababu kuna shida ya mtoto mvulana. Your Excellency the Governor, hawa wavulana mnaona ndio wale ambao wamebeba mbegu. Na hawa wavulana ambao mnaona wakikaa chini hapa, hawa ndio economic drivers, ndio baba wa kesho. Hata leo wengine ni baba lakini wako na shida. Mimi kama mama nikisimama katika hii nchi yetu, ninafikiri tunataka tubadilishe mawazo. Tukiwa national government na county government, kila kiongozi, hawa watoto hawa wangu wa wavulana,
mtu yeyote ambaye anataka kura huwa anaenda kwao. Kura zikiisha bado wako kwa mtaa. Na mimi nikiwaangalia ni watu ambao wako na nidhamu sawa sawa. Unaona hata nikienda kwao sina shida. Kwa sababu hakuna mtoto ambaye ako na shida na mama yake. Wengi walikuwa wananiuliza utaingia den ya watu wanakunywa bangi, watu wanajiduga na madawa, uingie namna gani? Nikawaambia mama akiingia, watoto hawana shida na mama, na mimi naenda kuwapenda na kuwatoa huko. Na niwaambie watoto wangu, boy children, I love you. And I'm thinking you are the best we have. Nyinyi ndio wale ambao muko brilliant. Mungu anawapenda sana. Na ako na mpango juu yenu. Na mkiniona nikizunguka, nikienda hizo dance, nikienda Bomet, natoka Bomet, naenda Mombasa, naenda wapi? Ni kwa sababu kuna shida ambayo imeingia, na hii tirafu yote imetoka kwetu. Sisi tukiwa wazazi hatukuwalea vizuri, na ninataka kuomba msamaha juu ya hii jambo. Kwa sababu sisi tulilelewa vizuri na tumeenda sawa sawa. Lakini sisi tulikuwa too busy kuangalia kama wazazi. Lakini tungewasihi na tuwaombe, msikue ni nyinyi mutakuwa munaenda kwa majera munakaa huko. Nimeenda huko nimekuta mmejaa. Na majonzi yangu ni mengi. Kuna mambo mengi tunaweza sema, lakini ile mimi ambaye niko nayo ni kufikiria vile nyinyi mnaweza toka kwa hii tabu mko nayo, muachane madawa, muache bangi, muache mapombe na muache kuchoma hizo betri, kwa sababu tunahitaji nyinyi. Kwa sababu mtakuwa baba wa kesho aje mkiwa kwa jera. Munaweza kuwa baba? Wale wako kwa jera saa hii wengi wameshikwa kwa sababu wamekunywa dawa, hawajijui na wajielewi, wamebaka wasichana, watoto wadogo, na wako huko miaka 50, 70 na maisha. Sasa mtoto kama wewe, my boy children, na mimi unajua mimi nikisimama hapa, mambo ile wengine wanasema mimi sina haja nayo, ile na haja nayo ni kuona nyinyi maisha yenu imebadilika. Na nataka nafsi yenu, nataka kuwaongea na nyinyi kama mama yenu. Mimi sitaki muawe. Na sitaki mkufe bure. Na sitaki mfungwe jera. Na ndio hiyo ifanyike, lazima tutii sheria. Ya pili, lazima tuachane na hii pombe mbaya. Tuache kuchukua madawa ambaye inafanya tufanye mambo ambayo si ya utu. Leo tu tumeongea na governor, ameniambia kuna baba mzima amebaka mtoto wa miaka 5. Sasa huyo akiingia tena, yeye ako na familia, ataacha familia, haitakuwa na mtu wa kuchunga. Mama ako na shida, watoto wako na shida, na yeye anaingia ndani maisha. Kwani mnataka nisiongee na watoto wangu? Niongee? Mnanisikia? Niwaulize,
Jameni, kama mama sasa, nikisimama hapa nitazaliwa na nani? Mimi ningewauliza na ninawasihi, na ndio mliona nilikuja hapa. Kwanza, afya ni kitu cha muhimu. Tukalete matibabu hapa, mutibiwe, na tunasema muheshimiwe, kwa sababu nyinyi ni watu wa heshima. Ukiona watu wa matatu, kila mtu anadharau, kila mtu anaongea mbaya, unasikia watoto wangu ndio chokora, sijui ndio wezi, ndio nini. Lakini mimi nasema ni mama yenu, na ninawapenda, na ninawauliza mubadilishe mawazo, na sisi tuone vile tunaweza kuwasaidia. Mkibadilisha mawazo, wale wanataka kwenda kwa rehab, mimi nitajitolea, na nimesikia governor amesema tunaweza pata namna ambayo mnaweza ingia. Watu wakiingia rehab, hiyo ndio kazi ile nafanya. Mnakuja, wale wanataka kuingia rehab, mnaingia rehab, mnatibiwa. Mkitoka rehab, mnaingia TVET, mnakuwa trained. Mkitoka hapo, mnaingia kazi. Kwa sababu hata hao watoto nimeona wamesimama hapa, hao wanalala chini ya lori, na wanaitwa wezi chokora. Kutoka leo mujiitage watoto wa Pastor Dorcas. Mtu akitaka kuwaita kama hana jina ingine, si awaite hivyo. Na hivyo nimesema wale wako hapa, tutatumana tuone ile ambaye kazi tunaweza kuanza na hawa. Ninaweza kuwa sina mambo mengi, sina pesa mingi, sina maarifa mengi, lakini wale wachache ambao tunaweza kusaidia, wanaweza kuondoka na waende wasaidie wengine. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea sana, kwa sababu leo tulikuja kwa matibabu. Niseme kwa watu wa matatu na pia wale madriver, conductors na kamagera, hata nyinyi ni watoto wangu. Unajua hawa watu hawajaelewa. 95% ya wale watu wamekuja hapa wameingia matatu au wamebebwa na bodaboda. Kweli si kweli? Kweli wewe unaweza kuamini mtu bure awe ndiye anakubeba? Watu ni watu wa dhamana sana. They are very important people. Kutoka asubuhi mpaka saa 6 za usiku, saa 10 za usiku, hawa watu wanafanya kazi. We must respect and honor them. Mimi nikiwaangalia, mimi naona ni watu wa muhimu sana kwa uchumi wetu. Na tutaendelea, tutakuwa pamoja, nione vile mkitibiwa, na ninawauliza tafadhali, hii mambo ya pombe na bangi na hizi madawa, kama mtakubali, muachane nayo. Kwa sababu munabeba watu wengi sana kwa hizo magari mko nazo. Na kama huwezi kuona uko juu hairiri. Alafu watu umebeba 20, 100 na wako wewe ndio driver wao. Na wewe ni baba wa mtu na ni bwana wa mtu. Hao watu wote mkipata accident, niambie hiyo machozi yote ni ya nini? Na kitu tu ni kubadilisha mawazo, tuachane na hii pombe na muache kukubali kubeba hii bangi, ndio wale wanakuja kuwaua nyinyi wasipate biashara. And that is why I know it is possible for us to fight with this demon that is taking all our boy children to the street. Najua you are frustrated, but we are trying to do something.
as a mother, myself, I commit myself to do everything possible to see that at least I can change. Even if it is one person, I'll be happy. When it is 10, I'll say it is grace. 100 and a million of you, if I can see change, na niwaone mumekuwa na maboma zenu, muwe na magari zenu, manyumba, alafu nakuja kutembelea tushosho huko, mimi nitafurahi kama mama. Mumeniahidi mutaachana hiyo maneno. Amutaniangusha. Amutaniangusha. Imagine I love you just the way you are. Semeni tena wasikie. Amen. Hata mimi nawapenda na nimeuliza with great respect our church to open doors for you. The church is here. Kama mtu wako na njaa, tembea kwa kanisa yeyote ile iko hapo, watakupatia chakula. Hiyo ndio kazi ya kanisa. Tuko pamoja? Na unajua kanisa ni nyumba ya baba yenu, amutafukuzwa. Unasikia wachungaji wa Mungu wanasema mutawafukuza. Mutafukuza watoto wangu. Unasikia, unajua kuna tofauti. Kama mama nimeomba baba awakubalie kuingia kwa kanisa. Mababa wa kanisa wamesema mutaingia. Hebu mujaribu. Si mnaweza jaribu? Unajua jana sio leo. Si ndio? Nyinyi jaribuni kwenda kwa kanisa muone kama mtafukuzwa. Hapo ndipo tumesema tutajaribu vile tunaweza ndio tuweze kusaidia, na ninaona Rebel Hall community self help ndio wale walikuwa hapa. Mnafanya kazi gani? Kwa hivyo nyinyi mnasema mnafukuzwa na tena mmesema mmeenda kanisa. Okay. Tuseme hivi, si nimesema mtaona mtu wangu, tuone vile tutasaidia nyinyi pamoja na governor. Kwa sababu kiongozi wenu anawapenda na mimi pia nawapenda. Na hiyo mapenzi tutajaribu tuone vile tutasaidia nyinyi kumuinua katika ile hali ambayo nyinyi muko, ndio muweze kupata ajira sawa sawa. Sitaki kuongea mengi kwa sababu kuna watu ambayo governor anagojewa na hawa, na pia ninataka mutibiwe. Mmetibiwa? Mmepatiwa dawa? Niwaombe? Niwaombe? Kwa sababu boy child wasimame niwaombe. Hata hao wako kwa streets. Nimesema mkienda kwa kanisa tutajua mko wapi na ni kina nani, ndio tuweze kujua vile tunaweza kuwasaidia. Tuko pamoja? Mtaniangusha nyinyi? Mtaniangusha? Tuende mbele za Mungu na tuombe. Our dear Heavenly Father, in the name of Jesus, we stand here in the land of Kisii. We look up to you because you are our help can only come from you. We look for help for the boy child, our Lord and our God. These are our children.
They are good gifts you give to us. We did not do everything right, but we want to correct the error. And we pray that our children will not die, but live to speak and testify of the goodness of the Lord in the land of the living. We pray that there will be fathers, there will be leaders. Father God, we call them back to their dreams, to their vision, to their destiny. That Lord God Almighty, these young children that are here and men who are even behind bars, we call them to their destiny. We pray that, Father God, in the unity of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, there will be a change and a transformation in this Kisii and this Kenya. That the boy child will no longer be put to shame. Father God, they will not be mocked. These ones, Father God, you are going to turn their lives around. I'm praying that, Father, you may bring resources that you'll be able to rehabilitate them, change their lives so that they can stand before men and people can surely say the hand of God has done it. As a mother and as a priest, I bless them. I break the curses over their lives, and I break the curse of poverty over their lives. Father God, I pray that today you will turn their hearts and speak to their spirit so that they can hear you and leave drugs, they leave alcohol, and they leave wickedness, and they go to the land, to the path of righteousness. It is my prayer as a mother, oh God, because I birthed them and I love them. I pray that the Father who is in heaven, we also love them and release them, oh God, to their destiny. It is my prayer as we stand here together with the leaders and the church in general, and even the clergy from other religions. We are standing here, Father, calling heavens so that things may change for our county, things may change for our country, that we may change our language and love our children, and respect them and honor them and call them good names. Our Lord and our God, I rename every one of them, and I say they are important and they're in the plan of God. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Asante sana. Tukisalia kusimama, nitaomba sasa tufungue njia hapo, turuhusu mgeni wa heshima aweze kuondoka kwa hiari. Asanteni sana.